Haleluya. Jina la Bwana likapewe sifa. Tumpatie Yesu makofi mazuri. Amen. Haleluya. Sema ahadi ya Bwana itatimia maishani mwangu. 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 Haleluya. Amen. Wewe hapo ulipo kuna vitu ambavyo Mungu mwenyewe amekufanya nini? Amekuahidi. Wewe na Mungu wa agano lako. Haleluya. Agano ndio yale sasa makubaliano special wewe na Mungu. Ambapo katika maagano hapo ndo ahadi za Bwana zinafanya nini? Zinatimiaga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mahali kwa Biblia Mungu anasema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kurudi kutafuta uso wangu, mimi nitasikia kutoka wapi? Mbinguni. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni agano la Mungu pamoja na hao watu wake, ndio lilipelekea Mungu kufanya nini? Kuwasikia. Haleluya. Ikiwa that is a condition. Haleluya. Ikiwa wewe ni mtoto wangu, hautakaa Mombasa mwaka mmoja, utarudi miezi 8. Na ni kweli utarudi, maana ni babako, mumeagana hivyo. Haleluya. So hata na sisi pia basi, kumbe kuna mbinu ambayo Mungu anatarajia tuwe ndo tuweze kupata ahadi zetu. Haleluya. Usiseme tu baba nibariki ufikirie hizo baraka zitakuja zikubishie mlango. Kuna hali unatakiwa ujiweke. Kuna mbinu unafaa uwe nayo kutembea na mbingu ndipo uweze kuzipata hizo baraka. Jina la Bwana likapewe sifa. Tuangalie kitabu cha Isaya 7 mstari wa 14. Bwana Yesu akapewe sifa. Amen. Nimesema kitabu gani? Isaya ngapi? 7. Mstari wa ngapi? 8. 14. Wewe usikii wewe. 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema Isaya ngapi? 7. Mstari wa 14. Bwana Yesu akapewe sifa. Amen. Isaya ngapi? 7. Mstari wa 14. Yes. Wewe unasema 8 bila hata haya. Masikio yako wapi? Haleluya. Amen. Tumwaibishe shetani. Hapa kuna mashetani ya kufanya msisikie neno. Haleluya. Wakati pastor na shindo pepo mchafu, achilia kwa yangu. Shetani ashindwe. Shindwe kabisa. Wakati ambapo pastor anasema utabarikiwa. Haleluya. Hayo mashetani anakufanya usikie hiyo, itakuwa utalaaniwa. Unaona mtu anakasirika anatoka kanisani. Ndio maana kabla ibada kuanza tujifundishe kukamata anga. Jina la Bwana lipewe sifa. Isaya 7 mstari wa 14 tuipate basi katika jina la Yesu Kristo. 7 Inasemaje? Nasema. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama. Bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanamume. Naye atamuita jina lake Immanueli. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Haleluya. Amen. Tazama, bikira atachukua mimba na atazaa, na atakayezaliwa ataitwa Immanueli, Mungu pamoja nasi. Amen. Bwana Yesu akapewe sifa. Amen. Hapo lilitaja jina la huyo bikira kweli? Alikumtaja. Jina la Yesu likapewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo ina maana hii neema ama hii nafasi ya hii ahadi kutimia ingetakiwa ifuatane na mtu ambaye yuko katika mstari ulio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana likapewe sifa. Wakati Mungu anasema nitabariki mtu kutoka Mombasa nitamuinua, hajasema nitambariki fulani. Ina maana mtu yoyote anaweza akajiweka katika hali ya kupokea baraka zile. Ndio maana kuna watu wengine huwa wanaibiwa baraka zao. Bwana Yesu akapewe sifa. Haleluya. Haleluya. Angalia mfalme Sauli alipokonywa ufalme wake kwa sababu hakukuwa katika hali ya ahadi ya Bwana. Ndio maana ufalme ulitoka ukaenda kwa mtu ambaye moyo wake ulimpendeza Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana likapewe sifa. Amen. So hii ni dhahiri shahiri ya kwamba hata mimi Jeremiah kesho mwingine anaweza akainuliwa kwa nafasi yangu ikiwa sitaenda katika ahadi ya Bwana. Haleluya. Tusikue tunasema tu wapendwa, sisi tuko katika wakati wa neema. Unajua ukiwa katika neema, hapana, tuendelee kutenda dhambi vile neema iko basi. Tuendelee kutenda dhambi kwa kuwa neema ipo. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona vile kulivyo, lakini wakati wa ahadi za Bwana mambo ni very very serious, very very delicate. Jina la Bwana likapewe sifa. Tazama, bikira atachukua mimba na atazaa. Haikutajwa Mariamu, hapana. Haleluya. Na ndio ujue walikuwa wengi ule wakati wa hata ujio wa Yesu kutangazwa. Malaika Gabriel alipomtokezea Bikira Mariamu alimwambiaje? Tazama, umepata neema kuliko wanawake wote. So ina maana wanawake wengi walikuwa bikira, lakini yeye kwa kuwa alipata neema, kwa sababu alijiweka katika hali inayostahili, alikuwa katika njia inayofaa. So hii ni kutuonesha kwamba Mungu ni Mungu. Anaweza akasababisha ili likazaa papai. Anaweza. Ikiwa bikira atazaa bila uwezo wa mwanaume, basi na maana Mungu ni muumbaji kwa njia zozote zile. Yani hicho kitabu ninakitumia mimi kukuonesha kwamba Mungu anaweza akakufanyia mito ya maji nyikani. Anaweza. Bora tu uko katika hali ya ahadi yake. Jina la Bwana likapewe sifa. Wewe unajua lile taifa ambalo Danieli alikuwa, unajua lilikuwa ni taifa lichafu. Haleluya. Taifa lililokuwa linaoperatiwa na sheria za kibabeli. Lakini hapo Mungu alimsikia. Bwana Yesu asifiwe. So kumbe wakati wa ahadi za Bwana kutimia, haijalishi tuko katika mazingira gani. That is point number 1. Haleluya. Wakati ahadi za Bwana zinakutafuta, haijalishi uko wapi. Haleluya. Mazingara hayawezi yakakuwa kizuizi. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na pia haijalishi ni nani anayekupinga ama ni nani anayesimama wapi mbele yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana Biblia inatuambia usimogope yule aliye kando yako, maana yule aliye ndani yako ni mkuu na ni mweza wa. Haleluya. Makofi mazuri kwa Yesu. Bwana Yesu akapewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. So tunapata kuona kwamba kumbe ndo sisi tuweze kupokea ahadi za Bwana lazima tuwe katika hali fulani. Lazima tujiandae katika hali fulani. Maana kama Mungu atasababisha shamba ambalo halijawekwa mbegu lizae, na kuwe miti. Wajua mti wa mahindi ulipatikana bila mbegu. Wacha vile wazungu wanakuja na utafiti, hii mbegu sijui ni ya muhindi. Sasa Mungu aliumba hizo mbegu. Bwana Yesu akapewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Oh. Haleluya. Amen. Unajua sisi leo hii tunapata kuona matunda. Tunaona mbegu ya matunda. Haleluya. Lakini unajua hayo matunda yaliumbwa na Mungu bila hata mbegu. Ni Mungu alifanya kutamu. So kumbe siri kubwa wapendwa, wakati ahadi za Bwana zinatimia, huwa ni neno lake linafanya kazi. Yani kwa neno la Mungu tu mambo hufanyika. Sema kwa neno la Mungu. 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 Ahadi za Bwana zinatimia. Ahadi za Bwana zinatimia. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Ahadi ya uponyaji hutimia. Ahadi ya uponyaji hutimia. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Ahadi ya kuinuliwa hutimia. Ahadi ya kuinuliwa hutimia. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Ahadi ya kuheshimishwa hutimia. Ahadi ya kuheshimishwa hutimia. Kwa neno la Mungu kwa sauti. Kwa neno la Mungu. Ahadi ya kupiganiwa vita hutimia. Ahadi ya kupiganiwa vita hutimia. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Mjane anapata kumiliki. Mjane anapata kumiliki. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Yatima anakuwa mfalme. Yatima anakuwa mfalme. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Ambaye hajasoma anafanyika bosi. Ambaye hajasoma anafanyika bosi. Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Ambaye alikuwa afe leo anaishi milele. Ambaye alikuwa afe leo anaishi milele.
Ni kwa neno la Mungu. Ni kwa neno la Mungu. Haleluya. Amen. Tuangalie sasa habari moja hapa ya ajabu sana. Before tuingie katika story nzuri ambayo tunaenda kuisoma ya muujiza. Mimi napenda miujiza. Kila wakati nikihubiri lazima niongelelee mambo ya miujiza. Maana naamini Mungu atendaye. Hata wewe kukaa hapo ni muujiza. Amen. Wengine wenu shetani alikuwa amewaandikia kuwaua. Miaka 2 imepita, lakini mko hapo. Dada Rachel anaponea kuangukiwa na ukuta. Wafikiria alafu leo hii anasimama tena anarukaruka. Wafikiria ni jambo la kawaida. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yes. Tuangalie kitabu cha Ayubu 5 mstari wa 9. Hallelujah. Amen. Ayubu 5 mstari wa 9. Ayubu ngapi? 5. Mstari wa 9, sio 6 wewe. Hallelujah. Ayubu ngapi? Mstari wa 9. Hallelujah. Inasemaje? Kwa haraka sana. Ayubu iko huko mwanzo. Ayubu iko huko mwanzo. Tafuta Ayubu kwa Wagalatia. Ngetafuta mpaka kesho. Amen. Inasemaje? Inasema yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Inasemaje? Yeye afanyaye mambo makuu Yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Hallelujah. Amen. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi fanya. Hafananishwi na kitu kingine. Ati hafananishwi na kitu kingine. Ayubu anakuambia vipi? Anakuambia huyu Mungu anafanya mambo ya ajabu. Haleluya. Yasiyokuwa na hesabu. Mambo makuu ambayo yanapita uwezo wa binadamu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kupitia injili hii, lile jambo lako lililokwama kwa uwezo wa Mungu wa ajabu linakuamuka. Weka amena. Amen. Kwa uwezo wa neno hili, lile jambo ambalo limekuwa linakuliza, leo Mungu anakufuta machozi. Amen. Kwa uwezo wa neno hili, lile jambo ambalo limekuwa likitatiza ndoa yako, Mungu kwa uwezo wake wa ajabu analitatua. Amen. Kwa neno hili la Bwana, lile jambo ambalo limekuwa likidhoofisha afya yako, Mungu wa afya zote anakushughulikia katika jina la Yesu. Amen. Kwa uwezo wa neno hili, lile jambo ambalo limekuwa likitaabisha na kutatiza watoto wako, Baba wa mbinguni anakushughulikia sasa. Amen. Kwa uwezo wa neno hili, hiyo huduma yako inaenda kusimama na inaenda kudhibitika kimataifa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapi shangwe? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usione ni matani. It is the life of Jesus. Ni uzima wa Kristo. Amen. Unatenda kazi. Amen. Ayubu 5:9 usiwahi kuisahau. Amen. Hallelujah. Amen. Ayubu ngapi? 5. 9. Jina la Bwana likapewe sifa. Ayubu 5 mstari wa 9 usiwahi kuisahau mpendwa. Jina la Bwana likapewe sifa. Amen. Yaani usiwahi kufanya nini? Kusahau. Anafanya mambo makuu na tena yasiyoweza kuhesabika. Usiwahi kusahau. Haleluya. Sasa basi tuangalie kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 24 hadi 27. Nipatie nisome. Bwana Yesu akapewe sifa. Amen. Kuna wakati watu walimfuata Yesu, wakataka Yesu awapatie ushuru. Yesu alikuwa hana chochote huo wakati, lakini ndio adhibitishe kwamba yeye ni muumbaji. Alisababisha samaki itoe pesa. Usicheke, samaki ilitoa pesa. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 24 hadi 27. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nawe kusikiza neno ni vizuri kuliko kuulizia. Tega sikio. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 17 24 hadi 27. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Hata walipofika Kapernaum, walipofika wapi? Kapernaum. Wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, "Je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli?" Huyo ni Yesu anasengenywa. Haleluya. Amen. Akasema hutoa. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Umeona hapa kitu kilichofanya Yesu atende huu muujiza ni imani ya nani? Ni imani ya Petro. Haleluya. Amen. Maana alipoenda akaulizwa, mwalimu wenu hatoi ushuru, walikuwa hawana chochote, walikuwa hawajabeba hiyo wakati ya zina zao. Lakini Petro akasema yeye hutoa. Amen. Haleluya. Amen. Hapo ni pale ambapo majaribu yanakuja kujaribu Mungu wako. Tena yanakuuliza, wewe si huwa unaomba kila siku? Huyo Mungu wako hawezi kukusaidia kwa jambo hili? Jibu anaweza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Wacha tuendelee. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, "Waonaje Simeoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni?" Haleluya. Amen. Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, "Basi kama ni hivyo." Amen. Amen. Basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Amen. Mahuru ni watu walio huru. 27 inasema, "Lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini, ukatupe ndoana, ukatoe samaki yule azukae kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako." Makofi mazuri kwa Yesu. Mumeona hapo kitu wapendwa? Amen. Yaani wakati wa Mungu, amen. Amen. Wakati wa Mungu ahadi yake kutimia, hata kama mazingira yatakuwa ni ya aibu, hata kama mazingira yatakuwa ni ya kukufedhehesha, atafanya jambo Amen. kupitia neno lake. Lakini kutokana na utiifu wa nani? Na imani ya nani? Kwa hivyo mimi sitaongea sana. Bwana Yesu akapewe sifa. Amen. Wakati ambapo Mungu anataka kutenda ahadi yake, lazima jambo la kwanza tuwe na utiifu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuwe na nini? Utiifu wa sauti yake. Na jambo la pili tukuwe na imani. Amen. Maana Petro alipoulizwa, amen. Amen. Petro alipoulizwa na Yesu Kristo, haleluya, Amen. hakukataa, alienda na akatii. Endapo Petro angekataa kwenda kuvua yule samaki, ama endapo asingetoa yule samaki wa kwanza akaenda akavua yule samaki wa pili, muujiza ungepatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapo ndipo mtu anaambiwa nenda katika madhabahu ya Authority Kizalta. Pale wako 8. Washirika sio 4, vitoto pale ndo viko vingi. Hapo ndo wasema, ukatae kwenda hapo, shauri yako. Unapoteza kile kibali ambacho Mungu alikwambia. Amen. Na huo ndio ukweli wa mambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu hufanyaga mambo ambayo hayatarajiwi. Kama atasababisha bikira apate mtoto, haleluya. Na kama atasababisha samaki itoe pesa, jameni, hiyo pesa ilimezwa sangapi? Wajua Yesu naye ni wa maajabu. Haleluya. Amen. Hapo alikuwa anatuonesha kwamba yeye ndiye Mungu. Hapo alikuwa anatuonesha kwamba yeye ndiye muumbaji. Amen. Kama aliweza kuamrisha samaki kule baharini, nataka unitii. My God, my Father, my God. Kuna kitu unakipata? Amen. Kuna kitu kinazaliwa ndani yako? Amen. Kuna kitu kinazaliwa ndani yako? Amen. Sisikii. Amen. Nauliza, kuna kitu kinazaliwa ndani yako? Amen. Wapi? Shangwe! Haleluya. Ngoja tuangalie Biblia vizuri. Yesu anamwambia Petro, nenda baharini kavue samaki. Samaki ya kwanza ifungue, utaona pesa pale kwa mdomo, chukua uje uwape. Haleluya. Alafu tena tunaangalia Mungu anamwamrisha samaki ammeze nani? Yona. Yona. Kwa hivyo
Yesu ndo Mungu, ikiwa na maana anaweza kuamrisha maumbile yake afanye jambo lolote kwa ajili ya ahadi yake kutimia. Haleluya. Mungu akikwambia nitakupeleka popote, amini usiamini, hata kama ni kwa namna gani atakupeleka. Amen. Jina la Bwana likapewe sifa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Wakati ambapo Yakobo mtoto wake yule anaitwa Yusufu alipoletewa ndoto ya kwamba atainamiwa na ndugu zake, ndiposa ile ahadi itimie, haikujalisha vile Yusufu alifika Egypt, lakini alifika. Hata kama alifika kama mateka, lakini mwisho wa siku alikuja akainuliwa. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ninaongea na mtu ambaye kuna neno Bwana alimnenea katika maisha yake. Kuna jambo ambalo unaamini ya kwamba Mungu alikunenea. Kuna mtumishi wa Mungu mahali yuko mahali anajua kabisa hapa nilipo sio ndoto yangu. Ninampenda mwimbaji mmoja, nadhani anaitwa William Yelima, anasema hii sio ndoto yangu. Hapa nilipo sio ndoto yangu. Mahali ninapokwenda ndipo ndoto yangu ilipo. Amen. Haya mapato madogo madogo sio ndoto yangu. Wenda ikawa leo ninakula sima na tangawizi, lakini sio ndoto yangu. Wenda ikawa leo ninapitia changamoto za hapa na pale, lakini sio ndoto yangu. Hapa nilipo sio pale ambapo Bwana aliweka ahadi. Mahali ambapo ninaenda ni mahali ambapo Bwana aliweka ahadi yake. Na wakati ambapo ahadi ya Bwana inakutafuta, hakuna wa kupinga. Wakati ambapo ahadi ya Bwana inakutafuta, hakuna wa kuzuia. Wakati ambapo ahadi ya Bwana inakukujia, hakuna wa kuzuia. Hakuna wa kusimama mbele yako wakati ambapo ahadi ya Bwana inakutafuta. Hakuna wa kuleta kizuizi wakati ambapo ahadi ya Bwana inakushukia. Watakusanyika makundi makundi, lakini Bwana atawatawanya njia saba. Watakuja kizuizi, lakini Bwana atawafanya wawe ngazi. Wakati ambapo ahadi ya Bwana inatimia, yule anayekuwa kizuizi anafanywa kuwa ngazi. Haujamusikia nabii? Wakati ambapo ahadi ya Bwana inakuja, yule ambaye anakuwa kizuizi anafanywa kuwa ngazi. Wakati ambapo ahadi ya Bwana inashuka, yule ambaye anakuwa kizuizi anafanywa kuwa ngazi. Niko kwenye aya madhabahu nikiwa ninatabiri ahadi ya Bwana ikatimie katika maeneo haya. Ahadi ya Bwana ikatimie katika madhabahu haya. Ahadi ya Bwana ikatimie katika vijana. Ahadi ya Bwana ikatimie kwa watoto. Ahadi ya Bwana ikatimie kwa wazee. Ahadi ya Bwana ikatimie kwa wanafunzi. Ahadi ya Bwana ikatimie katika taifa la Kenya. Ahadi ya Bwana ikatimie kwa kila mmoja. Ahadi ya Bwana ikatimie katika anga hii. Wapi shangwe na vigelegele kwa ajili ya Bwana Yesu? Ahadi za Bwana, ahadi za Bwana Yesu, ahadi za Bwana zitatimia. Barikiweni katika jina la Yesu. Makofi mazuri. Amen.